na ningetaka nimuulize mmoja wetu ya kwamba ni nini aswa sisi watu wa Gen Z tunafanya ambalo ninyi wazazi amko mnafanya wakati. Mama. Kitu ya kwanza, ninyi Gen Z siku hizi hamtaki kuoa. Sijui mnaogopa wasichana kwa nini? Most of them ninyi Gen Z mnataka yani mnataka watu wazee kualiko. Sasa tujui shida yenu ni gani? Hata wewe ni Gen Z unaweza niambia kwa nini hamtaki kuoa wasichana, mnataka kuoa mama? Mimi mama kwangu sitaki mama, nataka msichana ambaye ni warika yangu ama rika kidogo hapo chini, ako na miaka kama tumeachana na kwa miaka kama 5. Na kumbona mna date watu wazee kualiko? Mimi sijui, maybe ni kwa sababu ya pesa. Haya, sasa shida nyingine yenye sisi hatukuwa tunafanya, siku hizi drugs zimekuwa mingi. Unapata wasichana vijana kama mimi niko na Gen Z. Unapata wasichana vijana wanakuja, wewe unapata msichana anavuta bangi kwa cigarette, ako kwa pombe, na vijana na wasichana na wataki kuona, wataki kutafuta hasa. Sababu waliambiwa huko Kenya hakuna kazi, na ni kweli ukiangalia Kenya hakuna kazi na hakuna pesa. Wakati wetu tuseme for example, siongeleli kuhusu kama wakati wa uhuru, mimi nilikuwa tulikuwa tunapata pesa, lakini kwa saa hii maisha imekuwa ngumu sana. Hata ukienda kutafuta kazi kama kwa factory huwezi pata, most zimefungwa. Ukienda kutafuta kazi mahali popote hakuna kazi kwa sababu hakuna pesa. Hata mwenye mimi naweza taka kuandika kama sasa hivi, lakini saa hii pesa, kupata pesa hapa ngumu yangu na nikuandike inakuwa ni ngumu sana. Sasa umesema ya kwamba hatutaki kufanya kazi. Gen Z si ati hawataki kufanya kazi. Kazi ndio hakuna. Kazi ndio hakuna ya kufanya. Wakati wenu mlikuwa mnafanya kazi gani kupata pesa? Sisi tulikuwa tunafanya biashara na wakati wetu kulikuwa na pesa. Juu mimi niseme, mimi si wakati wa Ruto. Mimi serikali yetu ilikuwa ya Uhuru na bibi mmoja alinipata bado nikiwa shule. Na mimi nilianza kutafuta pesa wakati wa Uhuru. Na mimi pesa ilikuwa. Lakini wakati huu ni ngumu sana kupata pesa. Hata kusomesha au Gen Z atuwapeleki campus ama secondary kwa sababu hakuna pesa. Sasa ile wakati tunawaacha pale nyumbani, unapata juu mtoto wa kawaida huyo Gen Z anaenda bangi, club, pombe. Yani utokifika kwa ile nyumba unashangaa au watoto ni wako ama ni wajirani. So makosa ya kwanza umesema ya kwamba ya kwanza ni drugs, ya pili ni kuoa watu ambao ni wazee kutuliko. Na ukimwambia owe msichana anakuuliza ataoa msichana ampe nini? Sasa wakati wenu, sorry kwa kukata, wakati wenu mlikuwa mnaoa mtu ambaye ni mzee kukuliko, ilikuwa ni ngumu. Juu kama sasa hivi huwezi niambia hiyo wakati wetu ati ni date kijana, siwezi kubali. Na hiyo kitu itakuwa ni aibu. Lakini siku hizi vijana hawaoni aibu kwenda kudate wa mama. So hiyo ni makosa ya tatu. Ya Gen Z ambayo sisi Gen Z tunafanya nyinyi hamungefanya. Na ni nini nyingine aswa nyinyi hamungefanya lakini sisi Gen Z tunafanya? Na ni makosa. Sisi ile saa hii kama nyinyi Gen Z, wakati wetu maisha iko hivi venye iko. Lakini Gen Z wanafanya vitu zingine, si ati kutaka kwao. Wanajikuta hata saa zingine wamekuwa wezi. Most wengi saa hii ni majangili. Ukiona huyo mtu ni Gen Z amekuwa jangili, ukimuuliza swali, kwa nini wewe umekuwa jangili? Anakuambia kwa sababu kupata pesa ni shida. Unless ni wategee kwa barabara ndio mnipatie zile pesa mnafanya huko. So ukimuuliza anafanya hivi, anakuambia basi nipe kazi ndio ache kufanya hii na hivi. Na mimi naona ni ngumu kumpatia nini? Kumpatia kazi. So Gen Z most ile kitu inatukasirisha, amtaki kuoa kwa sababu mnasema hakuna pesa. Sasa na ni ukweli. Hakuna pesa. Mimi sasa una advice aje ule mtu mwenye ana kazi na anataka kuoa?
Amefika mwaka wa kuoa lakini hana kazi kabisa. Sasa hii kunakuwa pangumu sana. Juu most ni wengi kabisa wanataka kuoa. Na ukiambia mtu kwa nini hujaoa na umefikisha 30, mwingine anakwambia kwa 35, anaelekea 40, unamuuliza lakini kwa nini hujaoa? Anakwambia yeye kulingana na venye uchumi iko na maisha vile iko, saa hii ni ngumu kuoa. Utaoa msichana wenyewe umpeleke wapi? Unless tutafute wamama watuweke, watupee cha kukula na kukunywa. Ukiangalia kulingana na muonekano wako, ni makosa kuoa mtu ambaye ni mzee ambaye anakupea pesa. Ni makosa kwa sababu unafaa kuwa hardworking. Ukiwa jinsi unafaa kuwa hardworking, ufai kutegemea huyo mama. Hata heri uchukue mayai uzururishe huku ama melon. At least hata kama maisha ni kweli ni ngumu, ufai kukubali ni ngumu na ufai kukubali kuwekwa na mama. Unafaa ung'ang'ane na maisha vile iko. Na hii tabia ambayo ya mwanamke msichana mdogo ambaye anakuwa kuna kijana ambaye ni mpenzi wake na bado wako na mzee ambaye anamsupport kipesa, ni makosa? Ni makosa kwa sababu huyu msichana anaenda kwa mzee kwa sababu kijana ni jensi na hana pesa. Na enyewe na huyu kijana na huyu msichana anataka kufurahisha huyu kijana. Na for example kama mimi sitakwambia kama naenda kwa sababu ukijua naenda kwa huyo mzee tutakosana. Najua nakupenda na hatuna wewe unana mimi sina. Itabidi niende kwa ule mwanaume ule mbabas ndiye anisaidie nipate pesa, akinipatia kama 1000 ama 500 nitakuja nikusaidie. Na maybe wewe una pesa hata ya rent. Hata nikienda na yeye anipatie, ni kweli nitaenda, nitajipa kwake kwa sababu mtu wewe unipatie hata pesa ya nywele. Wewe ni jensi na unipatie pesa ya nywele, unipatie pesa ya mafuta. Mama yangu ako na huko ushago for example, ako nyumbani. Sasa na mimi tunakaa na wewe, ni kweli umeniweka kwa nyumba ni kama umenioa, lakini hujanioa. Umeniweka tu tukae. Na una accept kule nini na wewe yuko haso na yuko stable. Sasa sitabidi niende kwa ule mzee, ule alitafuta kitambo. Ako na pesa, ako na magari, ako na maplot na ni mzee. Sasa naona beta huyo ni kucheze na yeye. Akienda akinipea 1000 ama 500 na kuja napika tunakula. Wewe utataka kujua nitakudanganya. Mama yangu amenitumia, brother yangu amenitumia, uncle yangu amenitumia, wewe utakuja kujua. Lakini for the time ukikuja kujua itakuwa too late. Siku hizi siku nzuri bado. Unapata wewe kijana na wewe msichana umeanza kuangamia bado mkiwa wadogo kwa magonjwa au kwa magonjwa. Yes. Sasa kulingana na advice gani ambayo unaweza pea kijana mdogo, kijana kama sisi Gen Z? Nini hasa unaweza waambia waache kufanya na nini unaweza waambia waanze kufanya mapema? Sasa ile kitu yenye naweza waambia kama Gen Z yenyewe kujaribu kuambia kwa wakati huu ni ngumu. Sasa hii life imekuwa mtu akae venye anaona ni vizuri. Yes. Okay. Venye unaona we ni vizuri hivyo ndio utaishi. Juu mimi nitakwambia uachane na huyu mama. Na bado huyu mama anakupea pesa unakuja unaniletea. Sasa tutatoa chakula wapi? Na maisha yenyewe imekuwa ngumu. So afanye kile ambacho kinamfurahisha. Afai kufanya bado hiyo inamfurahisha. Anafaa struggle kabisa. Hata kama ni mayai ama ni melon atazururisha. Ama hata kazi ni ya kufagia ama kuosha choo. Ama mahali poyote, hata kama utaenda kufulia watu manguo, wewe ndio ufue. Wewe kula jasho yako. Acha kutegemea ule mama. Acha kutegemea ule mbaba. Juu ule mbaba bado ako na familia yake. Na at long last huyu msichana akienda nje atakuletea ugonjwa. Wewe kijana ukienda kwa ule mamas utamletea ugonjwa. Haya, finally mtaenda wapi? Sasa hiyo maybe mko 30s, mko 20s, mko 35 ama 35 and above. Na sasa hiyo maybe hamna familia. Mtakuja kufanya nini? Na mtakuja kusaidika aje? Lakini siku hizi enyewe maisha ni ngumu. Ni ngumu kabisa. Juu hata wewe unajaribu kufanya hivi unaona pana. Unajaribu hata ukienda nyumbani maisha imekushinda hata ya kuhaso. Ukienda nyumbani unapea wazazi stress. Sasa inabidi huyu kijana aende awekwe na mbabas. Na wewe kijana uende uwekwe na mamas kwa sababu wako na
kwa pesa. Yeah. Maisha ni ngumu. Sasa maneno yako ya mwisho tukimalizia unasemaje? Mjaribu kung'ang'ana. Yani mjaribu kung'ang'ana, msichague job yoyote, hata mkipata tu kibarua. Enyewe maisha ni ngumu huko Kenya. Hata hiyo kibarua kupata, hata hapa kuweka hiyo kazi kupata ni ngumu. Juu kila nyumba inataka kukombolewa ni pesa. Ukienda upate ka space nayo kanjo ndio hiyo inakusumbua. Enyewe huku Kenya hakuna peace. Hakuna peace of mind. Sawa, asante sana, tumeshukuru kwa wakati wako na tumeshukuru pia kwa wakati wako ambaye unatazama. Make sure umesubscribe kwa YouTube channel yetu, tuendelee kuwajuza na kuwasomesha mbele na kuenda mbele. Asante sana. Mko karibu.